moja ya mpango, moja ya ajenda, moja ya ndoto kubwa alizonazo shetani ni kutaka kuabudiwa, ni kutaka kusujudiwa, ni kutaka kuinamiwa. Ukisoma hata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 unamuona anajiwekea maadhimio moyoni, anajiwekea mipango moyoni, anajiwekea malengo moyoni. Anasema, nitakipandisha kiti changu mpaka juu, nizipite nyota za Mungu, nami nitakaa pale juu. Lengo kuu la shetani ni kutaka kuinamiwa. Angalia, anamchukua Yesu, anampeleka mahali, anamwambia, umeiona hii miliki? Miliki yote nitakupa, ila ninachokitaka mimi ni kimoja tu, unisujudie. Kwa mpango mkubwa wa shetani ni kutaka kuinamiwa, na ndio maana shetani amejiwekea system yake katika dunia hii. Dunia ina system ya mtu kufanikiwa. Ili ufanikiwe kirahisi, lazima ukamuinamie yeye ili akufanikishe. Na ndio maana wote waliofanikiwa pasipo na kumuinamia yeye walikutana na shida kubwa sana. Wachungaji ambao wamefanikiwa kufanya huduma na wakafanikiwa pasina kumuinamia shetani, huwa wanakutana na majaribu mazito na mambo magumu sana. Kusingiziwa. Atakachokifanya adui, akikutafuta rohoni, akiona amekushinda rohoni, anakuja mwilini, ataitumia serikali. Serikali itainuka, itasema, bwana, hili kanisa ulilojenga hapa umejenga kwenye makazi ya watu. Shetani anawaingia watu wa mji ule ambapo umejenga kanisa, watu wanaamua kusimama kinyume na wewe na kusema unawapigia kelele, wanaenda kukushtaki. Kwa vyovyote lazima kanisa ulifunge. Akishindwa vyote hivyo na anaona wewe pamoja na yote aliyokufanyia bado unasonga mbele, atakutengenezea kashifa ya kukuchafua. Atawatumia watu wa kuchafue, wa kutengenezea kashifa ambayo haipo. Kwa dunia ina system ya mtu kufanikiwa, na ukifanikiwa tofauti na system ambayo huyu shetani ameiweka, lazima utapata majaribu mazito sana. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu tunaye Baba ambaye yeye yuko juu ya vitu vyote. Yeye yuko juu ya system zote za kidunia. Ni kweli tutapitia majaribu, ni kweli tutapitia matatizo, lakini yuko Mungu ambaye atatushindia. Usikubali kumwinamia mnyama.